Kama kuna jeshi limetoka Uganda kwa ajili ya kuja kulinda amani Tanzania kwa ajili ya uchaguzi, ninaamini kwamba hakutakuwa na hali nzuri, kwa sababu jeshi letu la Tanzania tunaliamini sana, halijawahi kushindwa. Lakini kama kuna wanajeshi 500 kama inavyosemekana, tunavyoona inavyosemekana wameingia, kweli wako katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya hiyo kazi. Inaweza katokea hali fulani hivi, pengine ukajikuta kwamba wale wanajeshi walioingia katika nchi ya Tanzania wamepata madhara, wameingia 500, pengine wamepata madhara katika hapa na pale, sintofahamu. Maana jeshi letu la Tanzania tunaliamini, lipo kwa ajili ya kulinda wananchi pamoja na mali zao. Kwa hiyo ninaamini kwamba inaweza ikatokea pengine wanajeshi hao wanadhibiti wananchi, lakini pia wanajeshi wa Tanzania nao wakawatetea wananchi, kukawa na hapa na pale nini, kashangaa wanajeshi labda waliotoka Uganda wamepoteza maisha. Sidhani kama Uganda watanyamaza kimya, maana yake vita itaanzia hapo. Tuangalie sana wapendwa, katika nchi yetu hao wanajeshi wameingia ndani ya nchi, maana yake kwamba hii ni kutengeneza mazingira ya vita baadaye, kwa sababu kama kifuata mwanajeshi mmoja wa Uganda kwa ajili ya hili ambalo linakuja, au wawili, watatu, wanne, hatutakuwa na hali nzuri. Tunatengeneza vita, kulipizana kisasi. Maana sidhani kama hili swali litakuwa limekaa vizuri, kwa sababu kwanza kuleta wanajeshi kutoka nje ya nchi ni kulidhalilisha jeshi letu la Tanzania. Jeshi letu linaweza kudhibiti kabisa maandamano, linaweza kudhibiti kila hali. Hata maaskari wetu wako imara, wanaweza kudhibiti kabisa hiyo hali. Sasa kuleta wanajeshi kutoka nje ya nchi ni kutengeneza mazingira, kutengeneza vita. Hili jambo sio zuri. Basi acha tuzidi kumwomba Mungu. Siku hazigandi, bado siku 4, Mungu atatoa majibu. Sisi wengine tunaomba tu Mungu asimame kwenye taifa letu. Tunaomba Mungu mwenyewe ndiye asimame. Kwa hiyo Mungu atajibu sawa sana yeye apendavyo, si kama tupendavyo.